Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa katika Bwana. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Bwana ametupa nafasi tena. Leo tuweze kukutana tena katika kipindi hiki cha kujadili maneno ya Mungu. Popote pale unapoisikia sauti hii, inajua Mungu amekupa nafasi ya kusikia. Lakini si kusikia tu, lakini pia amekupa nafasi ya kuelewa na kutendea kazi. Leo Mungu ametupa nafasi ya kujifunza somo linalohusu makusudi ya Mungu kuiweka ndoa. Makusudi ya Mungu kuiweka ndoa. Tunapozungumza ndoa ni muunganiko wa watu wawili, akiwemo mwanamume na mwanamke. Na ndoa ni muunganiko. Kwa hiyo leo tunapata kujifunza somo linalohusu makusudi ya Mungu kuiweka ndoa. Mungu alipoiweka ndoa alikuwa na makusudi gani? Mungu alipoiweka ndoa alikuwa na mawazo gani? Na alikuwa anataka nini kifanyike katika ndoa? Leo tutakwenda kuyatazama hayo makusudi ambayo Mungu alikusudia yawemo katika ndoa. Na pia Mungu alikusudia ndoa kwa lengo lipi? Basi Mungu akitujalia tutaona kwa upana, au kama ni kwa uchache pia siku nyingine tutaendelea. Basi tuseme kitu kimoja kwamba Mungu ni Mungu mwenye nguvu na muweza wa yote duniani na mbinguni. Amina. Mungu aliumba vitu vingi sana duniani na mbinguni, lakini pamoja na uumbaji wa vitu vyote hivyo, Mungu hakusahau kumfanyia mtu au mwanadamu furaha au faraja katika maisha yake. Faraja aliyoifanya Mungu kwa mwanadamu ni kuumba mke au kuumba mume kama mfariji wake. Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 18. Maandiko yanasomeka hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo hapa tunaanza kwa kusoma kitabu cha Mwanzo. Kinaonyesha kwamba Mungu aliumba mwanamke. Alimfanya mwanamke kwa sura ya mwanamume aliyemfanana. Kwa hiyo kuna watu wengine wanashindwa kuelewa kwamba nini maana ya kufanana. Lakini Mungu alimuumba mwanadamu wa kiume pia akamuumba mwanadamu wa kike, na hawa watafanana. Maana yake wanafanana katika maumbo yao kama yalivyo. Na kile alicho nacho mwanamume anacho mwanamke, isipokuwa tofauti huko katika maumbile ya asili. Yaani tunasema maumbile ya siri, tunasema maumbile ya siri. Hapa ndipo kuna tofauti tu. Yeye huyu ni mwanamume na huyu ni mwanamke, lakini asili nyingi ya vitu ambavyo mwanamume anavyo, basi unakuta mwanamke anavyo. Kwa mfano tukizungumzia kucha ziko vile vile. Tukizungumzia kinywa kiko vile vile. Tukizungumzia macho, mwanamke na mwanamume wanafanana. Tukizungumza masikio, mwanamke na mwanamume wanafanana. Tukizungumza mwili, mwanamke na mwanamume wanafanana, wananyama, wanadamu, kiumbe. Maana yake Mungu alikuwa anamuumba mwanamke ambaye ana asili, yani ambaye anafanana na mwanamume. Kwa hiyo Mungu alimuumba mwanamke akiwa na lengo la kumfanyia msaidizi. Lengo la kumfanyia msaidizi. Na tunapozungumza msaidizi, manake ni supporter. Supporter, yani mwanamke awe supported kwa mwanaume. Maana yake ni kwamba watakapokuwa wawili wamekutanika, basi kuna kuwa na nguvu na uwezo wa kuweza kufanya mambo mbalimbali ambayo wanayahitaji, ambayo mwanamume anayahitaji. Kwa hiyo yanaweza kufanyika na yanaweza kukamilika kwa wakati mwafaka kwa sababu anaye msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa kitabu cha Mwanzo tunaona Mungu akasema, si vema ni mwanamume awe peke yake, lazima niweze kumfanyia mtu wa kumsaidia, mtu ambaye atasaidiana naye katika mambo yake ambayo anahitaji kuyafanya. Kwa hiyo niseme kwamba lazima tuweze kutambua hili. Lakini pia kuna changamoto hapa. Kuna watu wasiojua umuhimu wa ndoa. Kuna watu wasiojua thamani ya ndoa. Kuna watu wasiojua ile faida inayopatikana kwenye ndoa. Na ndio maana kwa kutokujua kwao, wengi wameona ugumu sana kuingia kwenye ndoa, na ndoa wakitafsiri kwamba ni sehemu ya kifungo,
Yani ni kisehemu ambayo mtu akiingia ni sawa na mtu ambaye anakosa uhuru wa kufanya mambo yake anayoyataka. Lakini ndoa kwa mujibu wa Biblia na ndoa kwa mujibu wa Mungu ni kitu kizuri sana. Hakuna kitu kizuri kwenye familia, kwenye maisha, kwenye hii dunia kama ndoa, kwa sababu ukisha kuwa na ndoa tayari yako mambo ambayo unaweza kuyasolve na unaweza kuyamaliza popote utakaposafiri, ukienda na kurudi, lakini unajua bado uko na kwako. Kila ukienda ukirudi unaingia kwako, kila ukienda ukirudi unaingia kwako. Lakini sasa kwa sababu kuna wengi wasiojua uthamani wa ndoa, basi wanaitafsiri vibaya. Wanaona kwamba ndoa ni kitu ambacho ni cha tofauti sana, ni kitu ambacho kinamnyima mtu uhuru, ni kitu ambacho kinamfanya mtu akose furaha. Lakini nataka nikwambie, kinachopelekea watu wanaitazama hivyo kwamba ndoa ni kama kifungo au ndoa ni kitu kisichokuwa na faida, ni kwa sababu ya matokeo mabaya ambayo wanayaona kwa baadhi ya wanandoa walioko kwenye ndoa zao. Mwingine ni mwanamke anakuwa anatoa matokeo machafu kwenye ndoa yake, basi mwanamume akiona vile anasema haina haja ya kuoa kwa mtindo huu. Au kama ni mwanamume akiwa na hitilafu kwenye familia yake, wanawake wakiona wanaweza wakasema basi haina faida kuolewa. Kwa hiyo haya matatizo yanayotokea kwenye ndoa ndio yanaweza yakasababisha watu wengine wakaziona ndoa sio kitu cha muhimu na wala sio kitu cha thamani. Unaona, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndoa ni nzuri. Ndoa ni nzuri sana. Alafu pia ndoa ni kitu ambacho kinasababisha mtu anaweza kuwa huru kati ya mwenzake. Yani mume anaweza kuwa huru kwa mkewe na mwanamke anaweza kuwa huru kwa mumewe. Kuna mambo mengine ambayo mwanamke hawezi kumweleza baba yake au mama yake. Hayo mambo anaweza akamweleza mumewe tu. Au pia kuna mambo ambayo mwanamume hawezi kumweleza baba yake na mama yake, lakini akifika kwa mkewe anaweza kuwa huru kumweleza kwa sababu yeye ni mkewe. Kwa hivyo haya mambo ndipo mtu anaweza akafikisha haja zake kwa mwenzake na akajikuta amepata pumziko la moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaweza kwenda kuyatazama makusudi kadha wa kadha ambayo yanaweza yakatusaidia kufahamu kwamba ni nini faida ya ndoa na umuhimu wake. Tuachane na wale watu wanaoitafsiri ndoa vibaya, kwa sababu wanasema wengine kwamba ndoa ni gereza, ndoa inamnyima mtu uhuru, ndoa si njema sana. Wengine wanaona ni bora kuishi vivyo hivyo bila mke au bila mume, lakini ndoa ni kitu cha thamani. Kwa hiyo ni kwa wale ambao hawajawahi kufikia penye hayo makusudi, ndio maana wanaweza wakaitafsiri ndoa kwamba ni kitu kisichofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tuangalie katika kitabu kimoja wapo cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 24 hadi ule mstari wa 28. Tunaweza kuona maandiko yanasema, lakini kabla hazijasoma hayo, ngoja nikusomee hapa kwamba kusudi la kwanza la Mungu kuiweka ndoa ni watu wazaliane na kuongezeka ili dunia ipate kujaa watu. Kusudi la kwanza, nimekuambia tunatazama makusudi kadha wa kadha ambayo Mungu alifanya ndoa iwepo, yani kumfanya mwanamke na mwanaume wawe wawili duniani. Ilikuwa ni kwa lengo la kupata wingi wa watu. Anasema hivi kitabu kile cha Mwanzo 1 na mstari wa 24 hadi 28. Maandiko yanasema, Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona na ya kuwa ni vyema. 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28 na mwisho, Mungu akambariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, hapa tunaona kwamba Mungu aliviumba vitu vingi, lakini katika vitu vingi hivyo
aliviumba kimoja vikiwa viwili viwili, yani kila kimoja na cha kiume na cha kike, ili kusudi viweze kuzaliana na kuongezeka. Hapo tunaenda katika ule mstari wa 27, tunaona kwamba Mungu anasema akamuumba kwa mfano wake mwanadamu, akamuumba kwa mfano wake. Na huyo mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wake, anasema alimuumba mwanamume na mwanamke, kwa mfano wake Mungu aliwaumba. Lakini mstari wa 28 Mungu anasema ya kwamba akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, kwa hiyo kusudi la kwanza la Mungu kuiweka ndoa lilikuwa ni kusudi la kuzaliana, watu waongezeke, yani mke na mume wawepo, wazaliane, waongezeke. Ndio maana aliumba mke na mume, kusudi lilikuwa ni kuzaliana, waongezeke. Lakini vinginevyo, kama asingelikuwepo mwanamke akawepo mwanamume mwenyewe, basi huenda usingekuwepo uzao, au watu hao waliopo duniani wasingekuwepo. Au kama angekuwa mwanamke peke yake, basi huenda uzao usingelikuwepo. Lakini sasa kwa sababu yuko mke na mume, ndiposa tunaona dunia leo imejaa, ina mabilioni ya watu, kwa sababu ya binadamu wa kike na wa kiume waliounganishwa na Mungu. Na hili ni tendo ambalo ni la muhimu. Kwa hiyo kusudi la kwanza la Mungu kuiweka ndoa ilikuwa ni kusudi la watu wazaliane, waongezeke. Lakini hii kuna watu wameitafsiri tofauti. Kuna wengine ambao sasa hawawezi kuzaa wakiwa kwenye ndoa, wanataka wazae wakiwa nje ya ndoa. Yani kuna wengine wanazaa kabla hawajaolewa, lakini na wengine wanazaa kabla hawajaoa. Hili sasa halikuwa kusudi la Mungu kwa mfano huo. Yani manake Mungu hakumuumba mwanamke azae bila utaratibu, na wala Mungu hakumuumba mwanamume azae bila utaratibu, isipokuwa ndio maana aliweka mke na mume na akawaunganisha Adam na Hawa, akimaanisha kwamba hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Maana yake watakuwa mwili mmoja. Mnaona? Lakini sasa hivi kuna mwanamke ana wanaume 5, mwanamume ana wanawake 5, na wako tofauti. Sasa kila mmoja unapoungana, unayokutana naye katika tendo la mwili, basi mnakuwa mwili mmoja. Sasa utakuwa na miili mingapi ya wanawake? Unaona, utafakari, umekuwa na wanawake 10, kwa hiyo na miili ya wanawake 10. Haya, unaona ana wanawake, ana wanaume 10. Kwa hiyo na yeye, kila mwanamume anayeshiriki naye wanakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo anakuwa na miili ya wanawake na wanaume 10. Kwa hiyo lakini haikuwa hivyo. Maandiko anasema mtu mke atamwacha babaye na mamaye, mtu mume atamwacha babaye na mamaye, na wote watambatana nao, kisha watakuwa mwili mmoja. Na wala si mwili mmoja tu, bali wamekuwa mmoja, yani wamekuwa kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, sasa hili swala la ndoa ni kwamba watu wamelitafsiri vibaya mno, wamelitafsiri vibaya. Na kwa sababu wamelitafsiri vibaya, basi limefika mara wengine wameona hakuna umuhimu wa kuoa wala hakuna umuhimu wa kuolewa, na hivyo wameona ni jambo la kawaida sana, lakini ni jambo lenye faida na ni jambo la muhimu mno. Haya, Mungu alikuwa na kusudi zuri tu juu ya mwanadamu. Kusudi hili lilikuwa linamaanisha mwanadamu ana uwezo wa kutawala na kumiliki vilivyo duniani. Lakini pia Mungu alimpa mwanadamu utawala baada ya uumbaji wa mwanadamu. Unaona, pia Mungu alimpa mwanadamu umiliki wa kila kitu kilicho duniani. Unaona, Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa mipaka. Mfano, Mungu aliwapa wake katika bustani yake. Kuna vitu alimwambia hawana ruhusa ya kuvigusa wala kuvitumia, hata kuvigusa kabisa. Mwanzo 3 na ule mstari wa 1 hadi wa 2. Lakini kabla sijaenda huko, tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 9 na ule mstari wa 1 hadi ule mstari wa 5. Tuone hapa maandiko yanasemaje. Maandiko yanasema hivi, ya kwamba hivi, Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote